Mungu awe nanyi wana Israeli. Hii ni session nyingine ya Kiswahili, na session hii tutaenda kujifunza kabila la Simioni. Wakuria na Wakisii ni wana wa Simioni, mtoto wa pili wa Yakobo. Hili somo nilishafanya kwa Kiingereza. Tulifanya kwenye channel yetu. Kama uja like na kusubscribe channel yetu, unaweza kwenda, inaitwa sub_Sahara_Israelites. Unaiona hii, naomba msubscribe. Kwa hiyo tulifanya ya Kiingereza Simeon, this was the English session. Sasa tunafanya marudio ya Kiswahili. So those who know English, you can come and listen to this one also, because we are not doing direct translation. Kwa wale ambao mjui Kiingereza, sasa hili ni somo lenu, sikilizeni kujua kwamba Simeoni mtoto wa pili wa Yakobo, kwa makabila ya nyie mnaozungumza ya Afrika ni makabila haya. Na unaweza kwenda kwenye page yetu ya Instagram sub_Sahara_Israelites, alafu uscroll down, tafuta page ya Simeoni. Kuna page ya kila kabila. Baba yetu Yakobo alibadilisha jina akaitwa nani? Israeli. Ndo baba wa watu wote weusi mwenye nywele zetu hizi za kondoo. Sasa kwa upande, mtoto wa kwanza ni Rubeni, wa pili Simeoni. Leo tupo kwenye mtoto wa pili Simeoni. Huyu Simeoni, Tanzania ni makabila kama Wakuria, Wakisii, Wasonjo, Wakerewe, Waikoma, Wangoreme, Waishenyi, Wanata, Wasimbiti. Kwa Kenya ni Wakisii na Wakuria. Na haya mataifa mengine hayajui Kiingereza Kiswahili sana, kwa hiyo nitayataja tu ili nyinyi muelewe ndugu zenu pia wako wapi. Kenya, Zimbabwe pia mna ndugu zenu toka kwenye kabila la Shona, wale wa Korekore, Ndao na Manyika. DR Congo mna kabila ndugu yenu anaitwa Tembo. Mozambique pia mna Shona ambao wametawanyika kule wa Manyika, Ndao na Korekore. Na pia Uganda kuna kabila la Bagisu wanajiita pia Bamasaba au Basamia. Kwa hawa ndo wana Israeli. Kupata taarifa zaidi unakuja kwenye page yetu sub_Sahara_Israelites. Hii ni YouTube. Sasa unaminya hii link hapa. Ukiminya hii link unaenda kujifunza zaidi kuhusu huyu baba. Utakuta kuna link nyingi, unatafuta link hii yenye kitabu chenye peji 322, unaiclick. Ukisha click unapata bure kitabu chetu hapo. Unaweza kwa kidownload na ukasambaza tu. Sisi vitu vyetu hatuuzi, ni bure, maana neno aliuzwi. Sasa tulipewa bure, tunatoa bure. Kwa hiyo unavyokuja kumsoma Simeoni, unakuja kwenye unatafuta kwenye maelezo ya Simeoni. Kuna maelezo tumeandika kwa Kiingereza, mengine kwa Kiswahili. Sasa twende kwenye Biblia tumjue Simeoni kwa undani wake. Simeoni ni nani? Na tunamjuaje leo Simeoni wa Kuria na wa Kisii kwa hawa wanaozungumza Kiswahili? Ukienda kwenye Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 49. Kwenye kitabu cha Mwanzo 49. Huyu ni Yakobo. Kumbuka Yakobo ndo baba ya Wabantu wote na hawa watu weusi wenye nywele za kondoo pamoja na Wanailoti. Hawa ambao ni watu weusi wenye nywele za kondoo, achana wale wenye nywele za Kisomali, japokuwa kuna mwingiliano. Sasa Yakobo akiwa ni baba ya wana Israeli, akawaita wanawe. Yakobo jina lake ni Israeli, akaita watoto wake wana wa Israeli, wakaitwa pale wana wa Yakobo. Akasema, kusanyikeni pamoja niwaambie mambo yatakayoyapata siku zijazo. Kwa hiyo alikuwa anatuambia mambo yatakayotupata siku zijazo. Baba yetu hapa ndo anakata roho, kwa hiyo anatupa kauli ya mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, kusanyikeni nyie wana wa Israeli, nisikilizeni mimi Israeli baba yenu. Kwa hiyo jina Israeli ni jina la Yakobo, ni wale waliozaliwa na Yakobo. Ndio maana usidanganywe na mtu yote kujiita mwana Israeli kama hajatoka kwenye mbegu ya Yakobo. Mfano, wakina Netanyahu sio wana Israeli, hawakuzaliwa na Yakobo.
Kasome Mwanzo 2:9. Eti Mwanzo, Ufunuo 2:9 na Ufunuo 3:9, utaona kuna Wayahudi wa uongo, ndio wala kina Netanyahu. Kwa hiyo alivyosema haya baba yetu Yakobo, akaongea kuhusu Rubeni mtoto wake wa kwanza, ambao tushawaambia Rubeni ni Wasukuma hawa, mzaliwa wa kwanza wa kimwili wa Yakobo. Sasa akafika kwa Simeoni mtoto wake wa pili, Lawi mtoto wake wa tatu. Wakina Musa alizaliwa kwa huyu Lawi, ndo anaitwa Walawi hawa. Sema Simeoni na Lawi ni ndugu, silaha zao wanatumia kufanya ukatili. Hadi hapa bila kwenda mbali, tunajua kabila gani linaongoza kwa kuwa vita ni vita mura, panga mkononi, wamejaa jeshini au wanapenda vita. Kwa Tanzania kila mtu anajua, mpaka tunawatania, ni watani zetu wengine, hao ni Wakuria, wana ile mori ya kupambana. Kwa hiyo silaha zao wanatumia kufanya ukatili. Kwa hiyo kuna kitu alikifanya Simeoni na Lawi, ile mori walionayo Wakuria wanao pia Wamasai ambao pia wao ni Lawi. Kwa hiyo akataja hizi sifa zao ambazo mpaka leo zipo. Mkuria utamjua kwa mori, ari, na vile vile pia hata Walawi ambao Wamasai na wenzao. Kwa hiyo kumjua Simeoni, nikiendelea kwanza hapo, utamjua kupitia ari yake, tempa yake, ambao tunaiona kwa Tanzania kupitia Wakuria na Wakenya wa Kisii, ambao ni makabila yanayoongoza kwa kuwa na nini, na mori na ari. Lakini haishii hapo. Jina lenyewe Wakisii, ujue katika listi nikitaja watoto wote wana Israeli, huyu anaitwa Reubeni, hauoni neno si hapa tu, ndo kwenye Simeoni unaona si. Kwa hiyo hata wale wa Kisii manake ni watoto wa Simeoni. Mtoto wa tatu ni Lawi, hamna hata si. Mtoto wa 4 tunakuja kwa kina Yuda, hakuna hata si. Kwa makabila yetu ya Tanzania hawa na Kenya, Yuda ni kwa Kenya ni Waluya, kwa Tanzania hawa ni wanani hawa, watu wa Mbeya huko, watu wanaotoka Mbeya, Wanyakyusa, hakuna hata si. Maana lengo muone hata neno Kisii kwa wale ndugu zetu wa Kenya, hakuna mtoto mwingine mwenye kiambata cha si. Ukiona Kisii ni watoto wa Simoni. Kwa hiyo ukishuka mtoto mwingine Zabuloni, Zedi, hauoni hawa ni Wazanzibari, Wazaramu. Isakari hao ni Wanyamwezi. Huoni ile Kisii yenye SII au I. Dani hawa wako Sudani. Kwa hiyo watoto wote, Gadi hawa ni Wahaya na Waha. Asheri hapa tunapata Wapare na Wakamba. Naftali hapa tunapata Wanyaturu, hata jina ni Naftali ndio ile Natulu na Wanyaturu wa Naftali. Yusufu hapa tunapata kabila kama Wanyiramba, Wazanaki, wakina Nyerere. Tukienda mpaka mwisho Benjamini, mtoto wa mwisho Benjamini, hapa pata kama Wabena. Kwa makabila ya Tanzania, sio hao tu, Afrika nzima na ndugu zetu waliochukuliwa utumwani wa Marekani weusi, hao ni Wanaisraeli. Lakini kwa sababu nazungumza Kiswahili, ili ni somo la Kiswahili, nataka nionyeshe nyie ambao mnazungumza Kiswahili kwamba hata neno la Kisii tu nimebeba hichi kiambata cha watoto wa Simeoni, na Wakisii na Wakuria ni ndugu wa karibu sana. Mkija kwenye kitabu chetu hapa, ukiendelea kuscroll down, kushuka chini, ukiendelea kushuka chini hapa, mtaona table of content kwenye kurasa kama ya 11 hivi. Hapa mtaona table of content, mtaangalia Kuria and Kisii edition, iko peji 73 mpaka 97. Hii kitabu ni bure, kwa hiyo unashuka peji ya 73, tena imeandikwa kwa Kiswahili.
Unashuka mpaka peji ngapi? Ya 73. Unashuka mpaka peji ya 73. Hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo. Kwa hiyo hichi kitabu tuliandika kwa ajili yenu mkisome. Wakuria ni watoto wa Simeoni mwana wa Yakobo. Niliandika jina langu hapo Kidi Ben Israel, lakini jina langu kamili pia ni Kidau Joseph Kiula. Okay. Wabantu ni wana Israeli wa Kuria edition. Wakuria na Wakisii ni watoto wa Simeoni mwana wa Yakobo. Utangulizi mfupi. Historia ya taifa teule la Mungu inaanza kwa Ibrahimu ambaye Mungu alimhaidi uzao mwenye baraka. Uzao huo ukaendelea kupitia kwa Isaka kisha Yakobo ambaye jina lake lilibadilishwa kuwa Israeli. Ukisoma Mwanzo 32:28 utaona Yakobo alibadilishwa kuwa Israeli. Yakobo alikuwa na watoto 12 waliounda makabila 12 ya Israeli, na kwao kulijengwa taifa la Mungu. Mmoja wa watoto wake ni Simeoni ambaye uzao wake tunaujadili katika kitabu hiki kwa muktadha wa makabila ya Wakuria na Wakisii. Lakini kabla ya kujikita kwenye ukoo huu wa Simeoni, tunapaswa kufahamu historia pana ya Wanaisraeli na jinsi walivyofika Afrika, hasa maeneo ya Afrika Mashariki. Kwa sababu wengine watasema, oh, tumekuwaje Wanaisraeli leo? Tulifikaje huku? Akati tunasoma Wanaisraeli wako kule Mashariki ya Kati. Sasa tujifunze kwa historia fupi. Israeli ilianza kama taifa moja chini ya Mfalme Daudi. Alijenga msingi wa ufalme wa Mungu duniani. Kisha mwanaye Sulemani akajenga hekalu la kwanza. Baadaye taifa hilo liligawanyika katika falme mbili, falme ya kaskazini iliyokuwa na makabila 10 na kusini ya Yuda na Benjamini. Falme ya kaskazini ilivamiwa na Waasiria na watu wake wakapelekwa utumwani, na hapo ndipo mwelekeo wa uhamiaji kuelekea Afrika ulianza. Ukisoma Wafalme 2:17 mpaka 6 utaona first Bantu migration. Wafalme sasa tunatoka kule Mashariki ya Kati tunakuja wapi? Huku kwenye ardhi za Wabantu ambao ni kusini mwa jangwa la Sahara. Baadaye Wababiloni nao waliwateka watu wa Yuda na Benjamini, falme ya kusini, ambao wengi hapa Yuda ni ndugu zetu ambao wako Marekani weusi, japokuwa wengine pia Afrika wapo. Lakini walipewa nafasi ya kurejea na kujenga hekalu la pili. Hata hivyo walimkataa Yesu. Mji wa Yerusalemu ulivamiwa kama ilivyotabiriwa kwenye Luka 21:20 mpaka 24. Na Wayahudi wengi walikimbilia Afrika. Hii ikawa uhamiaji wa pili, second Bantu migration, na Wanaisraeli wa kale kuelekea kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo tukaona mara ya pili na wale waliobaki kule ambao ni Wayahudi ambao ndugu zetu wa Marekani weusi, na hawa Waluya kwa hapa tena Tanzania kuna hawa wa Ngonde hawa ambao ni Wanyakyusa na wao wakaja pia huko. Kwa hiyo historia ya Wabantu walioenea kusini mwa Sahara ina mizizi ya Israeli. Maandiko yanaelezea kuwa watu wa Mungu wangesambazwa ng'ambo ya mito ya Ethiopia. Ukisoma kitabu cha Sefania 3:10 mahali ambapo sasa tunawakuta Wabantu. Kwa hiyo ukienda hapo ukaenda kwenye kitabu cha Sefania 3:10 utaona kabisa wamesema wazi wazi bila kificho, kutoka ng'ambo ya mito ya Kushi watu wangu wanaoniomba ambao wametawanyika wataniletea sadaka yangu. Kwa hiyo watu wa Mungu waliotawanyika watakuwa wapi? Ng'ambo ya mito ya Kushi. Wote tunajua Kushi ni Ethiopia. Sasa ukienda kwenye ramani, ng'ambo ya mito ya Kushi ni kurudi wapi? Nyuma ya mto wa Ethiopia, nyuma ya mto Nile unaanzia sasa Uganda, Kenya, maana mto Nile chimbuko lake linaanzia wapi? Ziwa Victoria. Huku Sub-Sahara ndo hawa Sefania 3:10 inaelezea kutoka ng'ambo ya mito ya Kushi. Watu wangu, Mungu anasema watu wangu, anahitaji watu wangu, maana hao ni watoto wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, waniombao ambao wametawanyika. Kumbe tulikuwa Israeli afu tukatawanyika, wataniletea sadaka yangu. Kwa hiyo ukija katika Sefania anachokisema kwenye ramani, lazima tu uone Kushi ikiwa ni Ethiopia, iko huko kuanzia Somalia, Ethiopia, wote ni Kushi.
Mungu anatambua mwenyewe kwamba kipindi cha mwisho watu wake watatawanyika. Watatawanyika kutoka wapi? Mbali ya mito ya Kushi. Hii ndio Kushi, Ethiopia. Nyuma ni Kenya, Tanzania. Watu watakuwa na tangatanga nyikani, ndio maana wengine wakawa wanaitwa Tanganyika. Unaona? Kwa hiyo ukishajua hilo, umeshasogelea kwamba utaelewa kwamba tulitoka huku Israeli, tukachukuliwa utumwani ya Syria, tukapelekwa wengine mpaka Ninawi, Iraki huku. Hapa Wanyaturu wana historia yao. Ndio maana kuna wale wa Iraki wanaitwa Wambulu, wanajiita wa Iraki kwa sababu walichukuliwa utumwa hapa. Wengine kuna Wazanzibari mpaka wanaitwa Washirazi, walichukuliwa hapa Shirazi, maeneo ya Irani, wakatawanyika baada ya Nebukadneza kuwapiga wa Syria, akaja akawa Nebukadneza, na baadaye Nebukadneza alizaa mtoto anaitwa Belshaza. Belshaza akapigwa na Wapersia na Wamids. Wapersia na Wamids walikuwa kidogo wakatupa uheni, wakaambia Wayahudi ambao ndugu zetu wa Marekani weusi warudi wajenge hekalu lao, na wale wengine wakaruhusiwa sasa kurudi kama mnavyotaka. Ndo tukarudi nyuma ya mito Ethiopia kama semavyo nani, Sefania 3:10. Na hata kuna kitabu kinaitwa Second Esdras, inaitwa Second Esdras 13. Ukisoma 40 mpaka 47 kwa Kiswahili. Hichi kitabu andika hata Google tu, Second Esdras 13 40 mpaka 47. Ila hata ukichukua namba zetu za simu hapa kwenye peji yetu hizi hapa, itaingia kwenye WhatsApp, tutakupa vitabu bure. Lakini hichi kitabu kinasema wazi wazi, huyu ni Ezra, nabii Ezra. Kwenye vitabu vya Biblia aliandika vitabu vingi pamoja na hiki. Alitoa historia kwamba kuna makabila 10, hao ndio makabila 10 ya Israeli waliotwaliwa mateka kutoka nchi yao. Kwa hiyo tulichukuliwa katika nchi yetu ya Israeli. Siku za mfalme Hoshea imeandikwa kwenye Biblia, Wafalme 2. Katafute Hoshea alivyochukuliwa na nani? Shalmanesa mfalme wa Ashuri alimchukua ng'ambo ya mto kama mateka, lakini walishauriana wao kwa wao kwamba waache wingi wa mataifa na waende nchi ya mbali zaidi ambako wanadamu hawajapata kukaa. Kwa hiyo tulipochukuliwa mateka na Shalmanase, akatutoa Israeli hapa. Huyu ni mfalme wa Syria, akatupeleka Syria, akatupeleka wengine Ninawi, wengine maeneo ya Iran. Baadaye alipokuja kupigwa na Nebukadneza ambaye alikuwa ni mfalme wa Babiloni, alivyompiga, ujue mtawala wako akipigwa unakuwa huru, na baadaye yule mtawala wake atakapigwa na Wapersia, sisi ambapo ni mateka huku tukawa huru. Hivyo basi tukasema hichi tukisema hapa, lakini tuwalishauriana, babu zetu akashauriana wao kwa wao kwamba waache wingi wa mataifa, waache kuishi huku kwenye mataifa ya vita kwa kipindi hicho, kwa sababu wanajua unabii hivi vita zitaisha mpaka mwisho wa dunia. Wakasemaje sasa? Waende nchi ya mbali zaidi ambako wanadamu hawajapata kukaa. Waende wapi? Nchi ya mbali zaidi, watoke huku kwenye wingi wa mataifa, waende nyuma ya mito ya Ethiopia, nyuma ya mito ya Kushi huku, kama anavyosema Sefania hapa, kutoka ng'ambo ya mito ya Kushi, watu waliotawanyika, watu waniombao ambao wametawanyika wataniletea sadaka yangu. Kwa hiyo tuje huku sasa, mbali ya hiyo mito huku, kuanzia Kenya, Uganda, Tanzania, DR Congo, huku kote ndio tangatanga nyikani wetu wa Tanganyika. Kwa hiyo malizia mwenyewe historia, ilichukua hadi miezi mingapi? Ilikuwa safari ndefu, kwa maana katika nchi hiyo kulikuwa na njia ndefu ya kwenda, safari ya 1.5 mwaka, na sehemu tuliokuja inaitwa Arsareth. Arsareth inamaanisha ar below au kusini, maana hata ardhi ni chini, mbingu ni juu. Ukiona ar ni chini, mbingu ni juu. Kwa hiyo kusini mwa jangwa la nini? Sareth, Sahara. Sareth ni Sahara. Kwa hiyo Arsareth kwa jumla wake ni kusini mwa jangwa la Sahara. Hata kwa Kiingereza ukitaka kusema below unasema earth, heaven unasema above. EAR kwa lugha zote manake ni kusini au sub. Sareth ni Sahara, Arsareth sub-Sahara au kusini mwa jangwa la Sahara. Kasomeni wenyewe kitabu Second Esdras 13:40 mpaka 47, ndugu zangu, ni muhimu sana. Na huyu Ezra ndo kwenye Biblia zenu yupo kama nabii Ezra, ila kama unataka pia hata Sefania 3:10 imesema. Kwa hiyo tukaja bana huku mito ya Kushi tukaishi mpaka leo. Rangi yao ni nyeusi na nywele zao ni aina ya sufu, woolly hair. Huu ni ushahidi mwingine. Biblia inaeleza wazi kwamba Wanaisraeli walikuwa na ngozi nyeusi. Ngozi yao ilikuwa nyeusi kama mkaa. Soma Maombolezo 4:8 hapo sasa hivi.
au wengine watakuwa ni wavivu kusoma. Acha niwasomee Maombolezo 4:8. Ukisoma sasa hivi unaona Maombolezo 4:8 utaona kwamba hawa watu ngozi yao ni nyeusi. Unaona ngozi zao ni nyeusi kuliko makaa. Hawa ni Wanaisraeli wanaomboleza kama taifa, na kama itoshi, hata tukienda kwenye Maombolezo 5:10 bado inaongea kitu kile kile. Haya mambo yako wazi ndugu zangu. Tatizo ni kwamba tunakuwa hatutaki kuanilii, ngozi yetu ni nyeusi. Hawa watu wanaomboleza taifa zima. Ukienda hata nabii Ayubu 30:30 anasema kabisa na yeye ngozi yangu ni nyeusi. Huyu ni Ayubu, nabii Ayubu, ngozi yangu ni nyeusi. Ayubu huyu. Kwa hiyo Wanaisraeli wote na manabii wote walikuwa ni watu weusi. Hii ni fact, sio vitu vya kutunga, ni Biblia hii. Soma Biblia yako sasa hivi utaona nayo yasema. Kwa hiyo baada ya kuona haya yote kama ushahidi wa kwanza wa ngozi yetu imekuwa nyeusi kama tanuru kwa sababu ya joto la njaa. Maombolezo 5:10 pia ngozi yangu ni nyeusi. Ayubu anasema hivyo hivyo. Hata Yesu mwana wa Mungu alikuwa na nywele kama sufu na miguu kama shaba. Hii imeandikwa kwenye Ufunuo 1:14-15 ikiashiria asili ya Kiafrika. Kwa hiyo ukisoma Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 1:14-15 ukisoma hii utaona kichwa cha Yesu, nywele zake zilikuwa kama sufu. Aina ya nywele ya uli hair ya sufu ni ya Wabantu tu, ndo hizi nywele za wool. Wasomali, Wazungu, Waarabu, wa China hamna mwenye nywele za sufu, ni nyie tu Wabantu. Kwa hiyo huyu ni Yesu kwenye Ufunuo anatajwa hapo, nywele zake kama sufu. Lakini pia miguu yake kama shaba, shaba. Sasa ukiangalia rangi ya shaba ndio rangi zetu hizi, kwa sababu nyeusi ni rangi kama hii. Hii ni shaba, hii ni nyeusi, hii ni shaba. Kwa hiyo sisi rangi zetu sio weusi, nywele ni nyeusi, hii rangi ni shaba. Kwenye Wabantu mwenye rangi weusi na hizi rangi za brown ni rangi za shaba. Maana hakuna hata mwenye nywele nyeusi kama hii, ndo nyeusi, hii ni shaba. Chukueni waya umeme ukwangua, utakuta ndani kuna shaba. Ndo rangi zenu, jiwekeeni kwenye ngozi yenu. Hiyo ndo ngozi alionayo Yesu. Kwa hiyo yote ni ushahidi hadi wa kingozi, jinsi alivyoonekana. Nabii Yohana aliyokuwa katika kitabu cha Ufunuo anaona haya, anamwandika Yesu, nywele zake kama sufu, ngozi kama miguu kama shaba. Kwa hiyo tuendelee, maana safari yetu ni ndefu kidogo, ili kuelewa kwamba Wakuria, leo somo letu ni Simeoni yule. Je, kweli na Wakuria ni wanatoka kwa Simeoni mtoto wa pili? Kwa sababu ya kutotii maagizo ya Mungu ambayo yameandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 15 mpaka 16, kasomeni jamani. Laana zetu zilitufikia. Ambao laana gani hizi? Waliuzwa katika utumwa kwa mataifa ya Kiarabu ambao ni Arab slave trade, na baadaye kwa mataifa ya Ulaya kupitia transatlantic slave trade, wakazalisha vizazi vya Wamarekani weusi huko. Pia laana nyingine iliyotupata ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 15 mpaka 68, wamekandamizwa na mataifa kwa mikataba ya kikoloni kama Berlin Conference. Tuliambiwa tutagawanywa na dunia nzima, mkutano wa Berlin. Njama za kimataifa zimefanywa kuhakikisha hawajitambui kama ilivyotabiriwa katika Zaburi ya 83. Zaburi ya 83 imesema hivi: njooni tuangamize wasiwe taifa tena, ili jina la Israeli lisikumbukwe tena. Kwa hiyo mataifa yalikutana, lengo likawa moja, wawaletee nyie Wanaisraeli wa uongo, alafu nyie Wanaisraeli wa kweli muambie nyie watoto wa Hamu nyie ni manyani. Na Biblia iliandika hivyo kabisa. Ukisoma kitabu cha kwenye Biblia ukasoma Ufunuo pia, hii Ufunuo 2:9, utaona kuna Wayahudi wa uongo wametokea wapi? Angalia, najua tabu zako, najua pia umaskini wako, ingawaje kwa kweli wewe ni tajiri. Najua kashfa walizokufanyia. Mungu anajua kashfa ulizofanyiwa na mataifa na wale wanaojiita Wayahudi lakini si Wayahudi wa kweli, bali ni kundi lake Shetani. Kumbe katika watu wanaojiita Wayahudi sasa hivi, kumbe kuna Wayahudi ambao si wa kweli, ni wa uongo na ni kundi la Shetani, sio wazao wa Yakobo. Na hii haijaandikwa mara moja, imeandikwa hata mara ya pili. Turudie tena kwenye Ufunuo sasa 3:9. Hii ni 2:9 tumetoka kusoma. Sasa ni Ufunuo 3:9. Ufunuo 3:9 inarudia kitu kile kile. Sikiliza, na nitawapeleka kwako watu wa kundi lake Shetani,
ambao hujisema, wao ndo hujisema, sio Mungu anawaita, hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Kwa hiyo hawa mnaosikia kina Netanyahu wale ni Wayahudi wa uongo wale. Kwa hiyo turudi sasa kwenye kitabu chetu, maana somo letu bado ni refu sana. Kwa hiyo mkisoma wenyewe, nataka niende sasa kwa Simeoni wa Kuria na wa Kisii, mjue ushahidi kwamba wao wamezaliwa kweli kwa Yakobo, lakini Yakobo alikuwa na watoto 12. Sasa mtoto wa pili ndo alizaa hawa wa Kuria na wa Kisii. Ushahidi 12 wa damu ya Simeoni katika wa Kuria na wa Kisii. Ushahidi wa kwanza, jina la kabila Kisii. Kisii lenyewe maana yake ni watu wa Simeoni. Hii ki ni kiambishi awali cha Kibantu, maana yake watu wa, si maana yake kutoka neno la Kiebrania Simeoni. Kwa hiyo kumbukumbu za kihistoria ukienda kwenye nyaraka za wakoloni mwaka 1904 zinawataja kama Kisii, zikihifadhi asili ya jina hilo. Simulizi za Kisii zinasema babu yao waliitwa Abasi, watoto wa Simon. Aba ni baba. So uthibitisho wa kibiblia, Simeoni ikiandikwa hivi Kiebrania, maana yake ni kusikia. Wakisii wanajulikana kwa usikivu mkali kwenye mahakama za jadi, na pia ni wasikivu, wana usikilizaji. Lakini pia ukienda pili, wana ile ghadhabu na hasira. Ukienda kabila linaloongoza, sasa tukifika chini nitakuonyesha. Hii ni kwa Kenya. Lakini pia kuna ukaribu mkubwa kati ya Wakisii na Wakuria kwa huku Tanzania. Hii ni damu moja 100%, na lugha yao 85% ni lugha moja. Mkisii akizungumza Mkuria anamuelewa, na Mkuria akizungumza Mkisii anamuelewa. Sorry. Okay. Wanaelewana. Sio kwamba ni lugha tu moja, maana kuna watu wanaweza kuwa na lugha moja lakini msishare damu, lakini damu ni 100%. Utafiti wa lugha Chuo Kikuu cha Nairobi mwaka 2010 nasema Kigusii na Kikuria zinafanana kwa 85 ya misamiati, 85%. Hii ni A. Kwanza ni A+ kwenye nanili nyingine. Mifano, damu wanasema Ero Kikisii, Iro Kikuria. Karibu na Kiebrania damu inaitwa hivyo hivyo Iro. Mungu anaitwa Engoro Kisii au baba, na Ingoro Kuria. Lugha zao ni zile zile. Ulinganifu wa kibibilia, Simeonites walichanganya Kiebrania na lahaja za wenyeji baada ya uhamisho. Ukayo kusoma kwenye uhamisho wa Nehemia 13 utaona alichanganya, lakini lugha yao yote ni Kiebrania. Tabia ya hasira kali ya kulipiza kisasi, urithi wa damu ya Simeoni. Ukisoma, na tumeshasoma Mwanzo 49:7. Unabii wa Biblia unasema kwamba laana iwe hasira yao, maana ilikuwa kali sana. Imeandikwa kwenye Mwanzo. Kwenye historia sasa, ushahidi wa kihistoria, Wakisii ni mashujaa wa kimsingi waliopinga utawala wa Uingereza. Wakuria wavamizi wa mifugo waliotesa wakoloni. Nyaraka za koloni inasema Wakuria na Wakisii ni wakali na wasioweza kudhibitiwa. Vita ni vita mura. Ukigoogle popote hata sasa hivi, mfano tukafanya Google tu ya kawaida, ukaandika kabila gani Kenya linajulikana kutatua kwenda kwenye kusuluhisha migogoro kwa panga. Sasa hii nimegoogle vibaya, sidhani kama nimegoogle vizuri, lakini anyways natafuta nili. Ukienda kwenye, naona hii hapa sijago kama nanili. Okay. Hii hapa nimegoogle kwa nili. Sema niongeze tu hapa. Na tunasema kwa Kiingereza temper, hasira ya ghafla. Ghafla. Sasa ujue kwa nakosa au code, unaona kuja Abakuria, maana Kenya pia kuna Wakuria. Kwa hiyo ukiweka ile hasira ya ghafla, kumbuka ilikopo ni hasira yao. Kwa hiyo tunaona, maana Kenya kuna Wakuria, tunaona wapili wao nani? Wakisii. Hao wawili watoto wa Simeoni. Kwa hiyo automatically ukigoogle tu
Nani ana hii hasira ya ghafla na utumizi wa mapanga, ile hasira ambao alikuwa nayo nani? Simeoni. Simeoni na Lawi walienda kuua kijiji kizima cha Shekemu kwa sababu alimbaka dada yao Dina. Kwa wasomaji Biblia mnaelewa hii historia. Sasa kwa sababu ya muda sitoenda mbali sana, nataka tu mpate hizi kwa haraka haraka, lakini kitabu kipo, nendeni kwenye link zetu mtakipata, ni bure, au chukue namba zetu mtakipata. Lakini pia mila ya Wakuria na Wakisia kutumia mwanamke mwingine kuwazalia watoto, nyumba ntobu, nyumba mboke, hasa kwa Wakuria ipo sana hii mila inayoiona kwa aliyoiona Simeoni katika nyumba ya Yakobo. Zilpa na Bilha kutumika kuzaa watoto kwa niaba ya Lea na Raheli. Yaani, kumbuka Simeoni mtoto wa pili kuzaliwa. Watoto wa mwanzo kuzaliwa wanaonaga yale matukio ya watoto wengine wamezaliwaje. Kwa hiyo waliona namna baba yao na mama zao walitumia wale vijakazi wao kuzalia watoto wengine. Kwa hiyo kwenye mila zao wanacho hiko. Ni ngumu watoto kama Yusufu na Benjamini ambao ni watoto wa mwisho, ambao hawakuona ile desturi ya kufanya baba zao, labda walisikia kwenye hadithi tu, kutekeleza hilo. Lakini Wakuria kama mtoto wa pili wameona mama yetu Raheli alikuwa apati mtoto, akamtumia nani? Bilha, akapata mtoto. Na mama yetu akutuzaa Leha, alivyokuwa anataka kupata mtoto zaidi alimtumia Zilpa. Iko ndo nyumba ntobo, nyumba mboke, zinatofautiana kidogo, lakini maana ndo ile ile, kutumia kuzaa watoto. Majina ya koo ya Wakisii na Wakuria, lakini si tu ya ukoo, hata maeneo yao yametokana na majina ya wana wa Simeoni. Mfano, ukisoma kwenye Biblia utaona wana wa Simeoni, kuna mwana anaitwa Nemueli au Yamueli, ambao kuna koo inaitwa Abanyamwani kwa Wakisii, na hata Wakuria kuna Abanyamwani. Lakini Yamini pia kuna mtoto anaitwa Yamini, ambao kuna Aba Nyamongo, na Nyamongo kuna sehemu kabisa Wakuria inaitwa Nyamongo. Sasa tukienda kwenye maeneo kwenye ramani kabisa nionyeshe. Mfano, unaona hii uthibitisho wa kijiografia, Nyamira ni nchi ya Wakisii. Unaona hii Nyamir, toa hii n, unaona Yamil, ndo hii Yamin. Na hiki toa Nyamongo, unaona hii Yamon, ndo hii Yamin, eneo ya Kuria. Kwa hiyo sasa tukienda kwenye ramani tutaziona kweli hizi sehemu. Hawa wanatumia kweli ya majina yanayofanana kwa watoto wa Simeoni, maana Simeoni alikuwa na watoto. Mtu anaweza kusema oh, Simeoni alikuwa na watoto na majina haya, Yamini au Namuel, ambao ndo Yamongo, Yamira. Acha tugugu hapa tutaona. Kwa urahisi kabisa. Nikiandika tu hapa list, taja majina ya watoto wote wa Simeoni mwana wa Yakobo kwenye Biblia. Watoto wa Simeoni walikuwa ni nani? Utaona haya majina, huyo hapo, Yamueli, Yamini, ambao tunatoa maneno kama Nyamira, Nyamongo. Haya maneno mzizi wake na Nyamira na Nyamongo ndo yale yale. Sasa tukija kwenye ramani yetu, hata Google Map, nikienda hapa Kenya nika expand kidogo, tuseme au acha nisitumie njia hii, itakuwa ndefu. Nije tu kusearch Google Map yoyote, tumia hata kwenye simu yako. Okay, sorry, mtandao wangu unakuwa kidogo mzito, lakini ngoja tu Google. Mbona nachukua? Anyways, acha ni Google hapa. Nyamira. Je, kweli kuna majina haya? Unaona, katika eneo ya Wakisii Nyamira ni sehemu inajulikana sana. Nyamira ambayo toi unaona Yamil, Yamin, kwa ni mizizi ya Yamuel, Yamin. Ukienda kwenye ramani unaona hizi ni Kisii County, ni sehemu za Wakisii hizi zote hivi Yamin. Na nikishuka kidogo ili nipate, maana Wakisii nadhani wako mbali na Wakuria, lakini actually karibu sana. Unaona Nyamira County hapo ni kwa Kisii. Nikishuka kidogo nipate kwa upande wa Tanzania, tuanze kuingia Tanzania. Huku ni Kenya, tunamaliza Kenya tunakuja sasa wapi? Tarime. Unaona hapo, unaona Nyamongo.
Kwa hiyo unaona hapa tushafika kwa Wakurya, Yamun, Yamun, ondoa n, unapata Yamun, yale yale ya tuliyoyaona hapa kwenye Yamwin, Yamon, Yamongo. Kwa hiyo hawa ukija kwenye ramani hadi majina yao Yamongo, na ukienda juu unaona Nyamira, ukienda kwa Wakisii okay, nadhani nimeshaona kutokana kwamba kuna mengi ya kuonyesha, mtafanya tu. Kwa hiyo niki-expand hivi kwa huku huku ni Tanzania, naona Nyamongo, huku tunaona nini kwa Wakisii, sehemu ya Wakisii tunaona ile iliyoonyesha hapa Nyamira, tuigugu tu faster hapa Nyamira. Kwa hiyo ni kitu kirahisi, na ukienda ukitafuta Nyamongo unaiona, na hawa ndo watoto wale wale wenye hasira ile ile ya Mungu. Hawa ndo watoto wale wale wenye hasira ile ile ya nini, ya Simeoni, lakini hasira yenye haki, maana hapendagi kuonewa. Kwa hiyo kimonea vita ni vita mura. Sio hao tu kwa Tanzania. Tanzania Wakurya na jamii zao kama Wasonjo. Wasonjo wana historia na Wakurya wanajua. Wakerewe kuna makabila mengi yao, majority kutokana na wanaingiliana pia na Wakurya, japokuwa kuna koo kama Abamilo ambao wana Efraimu. Waikoma umo watoto wa Simeoni, Wangoreme, Waeshenyi, Wanyata, Wasimbiti, wote hao ni watoto wa Simeoni na kuna Wakisii na Wakurya. Hawakuwa wengi sana, kwa sababu ukiangalia kwenye ramani ya Israeli Simeoni alikuwa kwa sababu ya hasira hii alitawanywa. Ngoja nionyeshe ramani ya Israeli, ramani ya makabila 12 ya Israeli. Simeoni alikuwa ni kabila ambayo mpaka lilimezwa na Juda, Wayahudi. Kwa hiyo ilibidi kuna muda, unaona hapa sasa hii inakuwa ndogo, lakini Simeoni yuko ndani ya kabila kubwa la Juda, na hichi ndio kinachotokea hata kwa wale wa Simeoni walioko hii hapa. Kwa wale wa Simeoni, what is this? I don't want this. Okay, hii hapa. Kwa wale wa Simeoni walioko, unaona Simeoni alikuwa ndani ya mipaka ya Juda. Ukienda Wabagisu walioko Uganda ni wa Simeoni, wamekuwa kama jina lao kabisa ni Bamasaba, lakini to Bagisu, tena kuna sababu sitoingia leo, lakini wako karibu na Waluya. Waluya ni Juda. Kwa hiyo kuna ile tu, kuna wengine Simeoni alikuwa ni kabila la imara sana. Hata jina lenyewe Bagisu alipewa Bagisu kwa sababu ya umahiri wao, ujasiri wao. Tena Bagisu walipewa hilo jina, kuna nadharia nyingi, lakini walipewa pia na Wamasai. Tangalike niandike kidogo Bagisu. Najua hawa hawajui Kiingereza Kiswahili, kwa hiyo sitaki niingie sana. Lakini Bagisu jina lao Gisu walipewa na nani na lina maanisha nini? So hawa sitaingia ndani sana kwa sababu sio target yangu, hawajui, wengi hawazungumzi Kiswahili, ni Kiingereza. Kwa hiyo watu wa kabila la Bagisu au Bamasaba, jina lao kabila Bamasaba, wanaoishi katika milima Elgon nchini Uganda, walipata jina Gisu kupitia masimulizi ya kihistoria na kitamaduni yanayohusiana uhusiano wao na jamii ya Wamasai. Unaona, Wamasai ni Walawi, wanajua ndugu zao, na pia kupitia utambulisho wao wa asili. Kwa hiyo Wamasai, unaona, tunajua Wamasai ni Walawi na tulisoma kwenye kitabu, kwenye Biblia hapa. Acha tuende tu Mwanzo, mambo ni mengi sana. Mwanzo 49 tunaona Lawi na Simeoni wote Yakobo alizungumza nao pamoja, alafu ni ndugu sana. Simeoni na Lawi ni ndugu. Silaha zao watatumia kufanya ukatili, ni watu wenye hasira. Lakini mimi sitashiriki njama zao, ero yangu shiriki mikutano yao, maana katika hasira yao walimuua mtu, walienda kuua Shekem kwa kumbaka dada yao Dina. Kwa utundu wao walikata mshipa wa ng'ombe. Kwa hiyo hao watu ni jasiri sana. Sasa wao jina lao ni Bamasaba, lakini Wamasai walivyoona ndugu zao wakumbuka, wewe ni Bagisu,
wewe ni Simeoni. Maana yake ni kwamba wewe ni yule mtu mwenye ari, tulienda wote tukampiga nani? Dina. Kwa hiyo ukija kusoma historia jina lao la Bagisu, nani aliwapa jina Bagisu au Migisu? Kuna masimulizi makuu mawili lakini kwa jina hili. Masimulizi ya Wamasai, asili ya jina. Kulingana na hadithi ya kimila, jina Mugisu linatokana na utani au lakabu waliopewa na Wamasai. Mwambu, mwana wa kwanza wa Masaba, mwanzilishi wa ukoo wao, alipigana na Wamasai walioiba ng'ombe wake kwa ujasiri wake. Ujasiri wa Simeoni, ndugu zangu, sio alivyo kabila lolote. Yaani ndio maana vita ni vita mura, Mkuria usicheze naye kwenye vita. Kwa hiyo wana ujasiri mkubwa, pia Mkisii. Kwa hiyo Wamasai walimpa jina Mkisu au Igisu kwa kumaanisha dume la ng'ombe lililo nene na ng'ombe dume, kwamba usicheze nalo hili. Unaona? Kwa hiyo ni jina alipewa na Walawi, ndugu zao hawa ambao hapo kwenye Mwanzo 49 walikwambia Simeoni na Lawi ni ndugu. Kwa hiyo hiyo ndio jina wa Bagisu. Najua hawajui Kiswahili lakini wanajua kwa Kiingereza. Sijawaambia kwa Kiingereza, nitawaambia kwa somo la Kiingereza pia hii story, lakini wanaijua. So nataka mjue kwamba hawa Bagisu pia ndugu zenu nyewe wa Kuria na wa Kisii, na hata jina lao Bagisu linaonyesha kwamba wao ni tofauti na wale ndugu zao wa Luya ambao wao ni Juda. Na actually hata kusoma Yoshua 1, Juda alivyotaka kwenda vitani alimwona hebu ndugu yangu Simeoni nisaidie, twende wote kwenye vita. Yoshua 1, nitafuta Kiswahili. Somo la leo Kiswahili. Muda unaenda. Yoshua 1 Swahili. Kwa hiyo kwa Biblia Kiswahili sio Joshua, nataka kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 1. Kwa kitabu cha Waamuzi 1, alipokufa Yoshua, baada ya kifo cha Yoshua, Waisraeli walimuuliza Mwenyezi Mungu, ni kabila gani litakwenda kupigana kwanza na Wakanani? Mwenyezi Mungu akajibu, kabila la Yuda, waende Wayahudi kwanza. Litakwenda kupigana nao kwanza, maana nimetia nchi hiyo mikononi mwao. Watu wa kabila la Yuda wakamwambia ndugu zao, watu wa kabila la Simeoni, wakijua hawa ni Bagisu, hawa ni Kisii, hawa ni Kuria, hawa ni vita mura, hawa hebu ni waombe, shirikianeni nasi tunapokwenda kuitoa nchi hiyo ambayo tumepewa, nasi pia tutashirikiana nanyi. Kwa hiyo waliamua kushirikiana nao kwenye vita, kwa sababu ukimuita kwenye jambo la vita Mkuria, Mkisii, Mbagisu, Washona wale wa kabila la Ndau, Manyika, Korekore wanakuja. Lawi aliwaambia twende tukawachakaze hawa Dina waliombaka dada yetu Dina. Wawili tu, Lawi na Simeoni, wakaenda kuchakaza. Kwa hiyo hawa ni watu wa vita, ni vita mura. Hawa ndio watoto wa Simeoni, damu ya Simeoni inachemka ndani mwao. Hutokuja. Nasikilizeni niwaambie kitu kimoja. Ukiuliza dunia yote sasa hivi, mtoto wa pili wa Yakobo anaitwa Simeoni yuko wapi? Atakwambia amepotea. Wanakuambia hayupo. Hata wale wanaosema wakina Wayahudi na Netanyahu wanamaanisha tu ni mtoto wa 4 wa Yakobo anaitwa Yuda. Lakini Simeoni kaenda wapi? Wanakuambia amepotea. Sasa je, Mungu anaweza kupoteza watoto wake? Yaani huyu Mungu ambaye mnamwabidi leo, kweli anaweza akakubali mtoto mmoja wa Yakobo akapotea, asijulikane alipo? Wanajua yuko wapi. Yupo kwa Kisii, yupo kwa Kure, yupo kwa Bagisu, yupo kwa Ngorime, Wanchenye, Wanata, Wasimbiti, Washona, wa Ndau, Manyika na Korekore. Wanajua huko wako Kongo kama Tembo, kabila la Tembo. Na actually kuna kabila za Wakuria, wale makabila madogo ya Kuria, wana Tembo wa Amli, wanajua kabisa kama, yani wanamheshimu Tembo kama Mungu wao muda mwingine. Lakini lengo ni kwamba kujua kwamba hao ni watoto wa Simeoni. Ukiuliza leo Simeoni yuko wapi, watakwambia hayupo. Hata wale Wayahudi walioko pale Yerusalemu, sijui wale Wayahudi wa uongo, wanakwambia hawajui alipo. Makanisa yenu wanasema hawajui alipo. Kwa hiyo tunachokisema sisi hapa, ndo watu wa kwanza tunaowaambia ni watu nani? Ni Wayahudi, ni watoto wa Simeoni. Kwa sababu msidhani kwamba wana Israeli ni Wayahudi tu. Yahudi ni mtoto wa 4 wa Yakobo, anaitwa Yuda, akazaa Wayahudi ambao nawaambia wala hata sio wala kina Netanyahu, wale ni Marekani weusi, ndo Wayahudi wa ukweli. Na makabila kama wa Nyakyusa, wa Luya, wakina Ibrahim Traore, Mosi, Igbo, Kongo pale tuna Wabaluba, wote ni Wayahudi. Lakini kuna watoto 12 wa Yakobo, 12. Rubeni yuko wapi? Anakuambia amepotea. Ni Wasukuma hao, ni tushawaambia. Simeoni ndio leo tunaeleza hapa, ni Wakuria, wa Kisii,
Wabagisu, na Wakuria ni kwa ujumla wao wote. Nikisema Wakuria maana kuna vikabila vidogo vidogo ambavyo wamependa kuviondoa, pamoja na Wasonjo, Wakerewe, Waikome, Wangoreme, Waishenyi, Wanata, Wasimbiti. Sasa muda wangu umeniishia, nimebaki dakika chache sana. Tutakutana kwenye, hii ni episodi ya kwanza tu ya watoto wa Simioni, tutaendelea kuanzia hapa kwenda mbele. Naomba ndugu zangu muingie kwenye peji yetu, tutaposti hii kwenye peji yetu, mtakapoiona ni sub_Sahara_Israelites, mkliki subscribe. Mapato yote ambayo tutapata kupitia hii channel tunaenda kugawia haya makabila, kufanya operation za kuyajulisha kwamba wao ni wana Israeli. Kwa hiyo subscribe ili pia tuweze kujenga tuweze kuinuana kama wana Israeli. Pesa yote sisi hatujauza chochote, hajataka hata senti kwa mtu yoyote. Tunataka mpate mapato, mpeleke hii message kwamba nyinyi ndo wana Israeli. Njoeni pia kwenye Instagram yetu. Unaweza ukajiangalizia makabila mengine yote. Sawa, leo tumejifunza Simeoni, lakini unataka kumjua Rubeni, wewe ni Wasukuma. Mtoto wa kwanza huyo. Unataka kumjua huyu Simeoni, tumemjua ile mtoto wa pili. Lawi, unataka kumjua Lawi. Unataka kumjua Juda, mtoto wa 4 Wayahudi. Unataka kumjua Dan. Unataka kumjua Naftali. Gadi mtoto wa 7, mtoto wa 8 Asheri, mtoto wa 9 Isakari. Zabuloni mtoto wa 10. Mtoto wa 11 Yusufu. Kupitia Efraimu, alimzaa Efraimu na Manase. Mtoto wa mwisho Benjamini. Unataka kuwajua wote, njoo kwenye peji yetu sub_Sahara_Israelites. Lakini pia cha msingi sana, usiache kusubscribe kwenye peji hii na ushare. Kwa sababu ndugu zangu, lazima tujue, sisi tunataka mjue kabisa hili ni taifa la Mungu, ni watoto Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na msishangae kwamba inawezekanaje. Sisi tumekuwa tu Ibrahimu leo, Mungu alishasema, yani Yesu mwenyewe alisema, usitafute watoto wa Yakobo kupitia utajiri wao, eti wale Wayahudi wamefanikiwa ndio maana Wayahudi wana akili sana. Hapana. Dunia ikiwa katika laana imfuati Mungu, wana Israeli waga ndo mikia ya dunia. Kipindi kile cha Misri, ungeenda Misri wakati wana Israeli wako utumwani, wana Israeli wasingewaona watu wenye akili wala watu sijui matajiri kwa sana kwa kivo. Walikuwa ni watumwa. Kwa sababu gani? Dunia ilikuwa katika dhambi, utawala wa dhambi. Usitegemee katika dunia utawala wa dhambi wana Israeli eti wale wao wakina Netanyahu kisa eti maana kuna logic za kijinga, na nasema kabisa za kijinga, na mnafundishwa na mapadri wenu, sijui watu wa misikiti pia huko, wote wanawafundisha, wanawaambia, wanawaaminisha kwamba wana Israeli ni wale wakina Netanyahu. Hapana, huo ni uongo, hawana evidence. Wale wamerudi pale mwaka 1948 na hata wajiiti wana Israeli, wanajiita Wayahudi. Sasa Yahudi mtoto mmoja kati ya wale 12, hayuko wapi wa Rubeni? Walawi wako wapi? Kuna kitabu kinaitwa hadi Mambo ya Walawi. Walawi wako wapi? Wasimioni wako wapi? Wadani wako wapi? Naftali wako wapi? Wagadi wako wapi? Yusufu waliozwa utumwani, watoto wa Yusufu wako wapi? Maana Yusufu sio Wayahudi. Yusufu hapo, mimi kabla yangu toka, mimi mtoto wa Yusufu. Mimi si Myahudi. Yahudi waliozaliwa na Yuda, mtoto wa 4 wa Yakobo. Sasa huwezi kachukua tu Wayahudi. Tena hata Biblia inakwambia hawa ni Wayahudi wa uongo. Alafu mnakaza fuvu, na mkiwa mnafundishwa hichi kitu mnakuwa mnachukua kama hakina maana. Cha msingi tunajua Yesu ni Mwokozi. Sasa kama mnajua Yesu ni Mwokozi, kwa nini sasa hao watu ambao Yesu alikuja kufia kwa ajili yao, na Yesu alisema hivi, sikuja ila kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Ukisoma kwenye Biblia, Yesu alisema hakuja kwa ajili ila kwa nyumba ya Israeli. Sasa hao watu Yesu aliosema alitumwa kwao, hauambii. Alisema Yesu Mathayo 15:24. Hili maneno ya Yesu mwenyewe. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Alafu wewe hutaki kuambia hao waumini wako kwamba wao ndo wana Israeli. Hakika adhabu yako ni kubwa sana. Aidha ujifunze kwetu ukawaambie, au walete wajifunze, lakini masuala kuchukua sadaka zao, zaka yao, alafu uwaambii hao Wakuria kwamba wanatoa Simeoni wana Israeli, hao Wakisii kwamba wanatoa Israeli, hao Wasukuma wanatoa Israeli. Yani haya makabila yote huyaambii ni watoto wa Israeli. Huwaambii Wasukuma wazaliwa na Rubeni. Husemi, lakini sadaka unachukua, zaka unachukua. Huwaambii Wasukuma kwamba wanatoa Israeli kupitia Rubeni. Huwaambia haya makabila Wakuria, Wakisii, Wasonjo, Wakerewe, Waikome, Wangoreme, Waishenyi, Wanata, Wasimbiti,
wa kisiwa kule wanatoa Israeli na wenzao, usemi, unachukua sadaka tu, miaka nenda rudi. Huambii Wamasai, Wachaga, Wameru, Wagogo, Wahehe, Wapogoro, Wasangu, Wamang'ati, Watonge wanatoa Israeli. Wale ndugu zao wa Kenya, Wameru, Waimete, Wagembe, Watigani, Wamasai, Waembo, Wambereka, Tharaka, usemi, ila sadaka unachukua. Huambii kwamba hawa Wanyakyusa, Wanyakyusa, Wakinga, Wasafu, Wamalila, Wanyiha, Wawanji, Wandali watoa Israeli, au ndugu zao wa Kenya, Waluya, Wasuba, husemi, ila yao unachukua. Huwaambii watu wa Sudani ni watoto wa Dani, husemi, kimya, ila sadaka unachukua. Huwaambii Wanyaturu kwamba ndugu zangu, Hadija Naftali ni Natur. Wangoni huambii kuna sehemu alitoka South Africa inaitwa KwaZulu Natal, ile Natal Naftali, usemi kwamba Wangoni, Wamanda, Wafipa, Wanyamwanga, Wanyaturu, wa rangi wa Iraki ni watoto wa Naftali, usemi, unatoa sadaka zao. Huwaambii watoto wa Gadi, mtoto wa saba, ambao Tanzania tunao Wahaya, Waha, Wahutu, Wazinza, Wandendeule, na Kenya hatuna Gadi, usemi kwamba hawa Wahaya ni watoto wa Gadi. Husemi Asheri, mtoto wa 8. Tanzania ni Wapare, Wasambaa, Wabondei, Wagweno, Wakamba, Wasagara, na Kenya kuna Wakamba, Wataita, Wataveta, Wasagara, husemi, ila pesa yao unachukua. Sisi hadi vitabu tunawapa bure hawa watu, ila wao wanachukua sadaka kila wiki, kila Jumapili, na michango kujenga majengo bila kujenga watu. Haya majengo yatasaidia nini bila kujenga watu wajijue na wamjue sasa mfalme wao? Yes, mwisho siku tunaambia watu wote mfalme wenu ni Yesu, wala sisi hatukataa hilo, na tunasema yeyote anayejua ni mwana Israeli lazima ajue mfalme wa Israeli ni Yesu. Yeye ndo mwana wa Daudi, akalie kile kiti cha Daudi cha enzi ya milele. Lazima watambue hilo, lakini pia lazima wajue wao ndo wale Yesu aliyosema, sikutumwa isipokuwa kwenu. Sikutumwa isipokuwa kwa nani? Hii hapa. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Lazima nao wajue wao ni nyumba Israeli. Huambii Wanyamwezi, Wayao, Wafuluma, Wasumbwa, Waiseki, Wawanga kwamba wao ni watoto wa Isakari, usemi, kimya. Huambii. Huji kuambia kabisa watoto wa hao wa pwani, Wazaramu, Washirazi, walitokea ni Shirazi, utumwa tumeshaelezea, sitarudia hapa. Wazigua, Wadigwa, Zanzibar, Waswahili Coast, Wapemba, Wachonyi, Wasegeju, na Kenya Mijikenda, Digo, Pokomo, na Digo pia tunao hapa Tanzania. Pokomo, Giriama, Rabai, Duruma, Chonyi, Kauma, Jibana, Ribe, Segeju, Bajuni, wote huambii kwamba wao ni watoto wa nani? Wa Zebuloni. Na Washirazi weusi, na Washirazi hapa ni wale weusi. Wangazije, usemi yote haya. Ila misikitini mnachukua sadaka, mnachukua chochote mnachochukua, mnawaaminisha waajisi wao ni Waarabu, wafuate desturi za Waarabu, wasijue kwamba wao ni wana Israeli. Mnafanya kosa kubwa sana. Kila mtu ana baba yake. Kila mtu kama alizaliwa na Yakobo, mwambie baba yako ni Yakobo. Usimfanye aende kwa Ishmaeli eti aonekane yeye ni nyani tu. Heshima yake yote akaipate kwa Waarabu, au heshima yake yote akapate kwa wazungu, wakati kumbe Mungu aliingia magana mababu zake yeye. Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni watu weusi kama yeye. Mwambie hicho ni taarifa ya kwake. Lazima mwambie mtoto ukweli, baba yake ni nani. Uambii Tanzania kwamba toa Yusufu kupitia Efraimu ni Wanyiramba, Wazanaki, Wakimbu, Wajita, Wajaluo, Waha wanatoka kwa Tutsi, Wahaya wanatoka kwa Nyankole, Wahaya wale Wanyambo na Lega, wote huambii, ila wachukue hela zao. Kenya huambii Waluo, Waacholi, Walango wao wanatoa Yusufu kupitia Efraimu, usemi, na wenzao wengi sana. Efraimu ni kabila kubwa sana. Huambii pia Tanzania watu kama Wamakua, Wamakonde, Wamwera, Ndengereko, Wangindo, Wakwere, Waluguru, na Kenya watu kama Wakikuyu, Wamakonde kwamba wao ni watoto wa Israeli. Usemi hayo, ila sadaka unachukua. Wao wanatoa Josefu kupitia Manase. Usemi hayo. Huambii last born wetu, mtoto wa mwisho, basi ungemhurumia hata last born, kwamba Benjamin mtoto wa mwisho. Hata Wabena tuambie bana, jina Wabena, hata muone jina lenu Wabena tokana na Benamini, tena jina lake la kwanza kwa Benoni, hata nchi ya Benini wa ndugu zao Benini kule. Usemi Wabena nyie ni watoto wa Benjamini.
Na Kenya kuna ndugu zenu wa Kalenjin, wa kina Ruto, wa Samburu, wa Ndorobo, wa Kipsigi, wa Nandi, wa Keio, Tugen, Pokot, Marakwet, Saboet, Terik na Turkana. Usemi wote haya. Kwa ndugu zangu, si tutasema, kwa sababu mkikaa kimya mawe yatapaza sauti. Kwa ukimya wenu Mungu ameanza kuinua haya mawe yapaze sauti, na Mungu anaweza kuinua watoto wa Ibrahimu hata kupitia wa mawe. Asanteni ndugu zangu, mimi niishie hapa somo langu siku ya leo. Tufunge kwa sala. Baba yetu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, bali utuokoe maovuni. Kwa kuwa huu ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amina ndugu zangu, mimi niwatakie siku njema, tukutane episode inayokuja. Msiache kusubscribe hapa na kuclick notification on na kushare. Msiache kusubscribe. Tukifika 1000 tu tunaanza kupata mapato, tunagawana makabila yote ili hii message endelee kusogea. Kwa hiyo endeleeni kusubscribe. Tubakiza wachache tu ili tuanze na sisi kupata. Maana mnawapa content watu wengine ambao haiwasaidii. Mnatakiwa, huu ni nyakati za mwisho, mnatakiwa mrejee kwenye mataifa yenu. Karibuni sana, na chukueni namba zetu za simu, kuna group letu, namba hizi hapa. Tutakuunga kwenye group letu la WhatsApp. Kila kitu bure, utapata vitabu vyote bure. Asanteni. Basi kwa kusema hayo, mimi nifunge kikao chetu. Asanteni.